Karibu kwenye video ya leo. Jina langu ni Steven kutoka Kuku Farm Pro. Leo tutakufundisha jinsi ya kujenga banda bora la kuku. Hii ni hatua muhimu kwa kila mfugaji anayetaka kuku wake wawe na mazingira bora ya kukua na kuzalisha mayai au nyama. Kama huu ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yetu, tafadhali bonyeza neno subscribe na gusa alama ya kengele ili upate notifications za video zetu mpya. Nataka kusisitiza jambo moja muhimu kabla ya kuendelea. Video hii ni muhimu sana na kila hatua tutakayojadili ni ya maana kubwa kwa mafanikio yako. Tafadhali angalia video hii mpaka mwisho, kwani kila hatua ni muhimu kwa ufanisi wa ujenzi wa banda bora la kuku. Hatua ya kwanza, vipimo vya banda. Wakati tunaanza kujenga banda, vipimo sahihi ni muhimu sana. Kwa banda la kuku wa mayai au kuku wa nyama, kila kuku anahitaji futi 2 hadi 3 za mraba ili awe na nafasi ya kutosha ya kutembea, kulala na kula. Kwa mfano, kama unataka banda la kuku 100, utahitaji futi 200 hadi 300 za mraba. Urefu wa banda pia ni muhimu, hasa kwa kuku wa mayai, ambapo kila safu ya kuku inapaswa kuwa na urefu wa angalau futi 3 ili kuku waweze kusimama wima na kutembea kwa urahisi. Hatua ya pili, vifaa na materials zitakazotumika. Kwa ujenzi wa banda bora, unahitaji vifaa mbalimbali. Hapa kuna orodha ya baadhi ya vifaa muhimu: matofali au mbao kwa kuta, vyuma vya kuunga, nail na saruji. Kwa uungaji wa matofali, chuma kwa ajili ya misingi na muundo wa paa, meshi ya chuma kwa ajili madirisha na milango, mabati au nyasi za paa kwa ajili ya kivuli, vifaa vya kulisha na vinywaji, feeders na drinkers, mfumo wa maji wa kisasa, water lines. Hatua ya tatu, ujenzi wa banda. Sasa tuingie kwenye hatua za ujenzi wa banda bora la kuku. Kumbuka, kila hatua ina umuhimu wake. Hatua ya kwanza, kuandaa msingi. Anza kwa kuchimba msingi wa banda lako. Msingi imara ni muhimu kwa kudumisha usalama na uthabiti wa banda. Misingi hii inapaswa kuwa na upana wa angalau futi 1 chini ya kila kuta ili kuepuka uharibifu unaosababishwa na mvua au udongo unaozunguka. Hatua ya pili, kuweka kuta. Kama unatumia matofali, hakikisha kwamba matofali yako ni ya ubora wa juu ili kuta ziwe na nguvu za kudumu. Kuta lazima ziwe na urefu wa angalau futi 6 ili kutoa nafasi ya kutosha kwa kuku. Hatua ya tatu, kufunga paa. Paa ni sehemu muhimu kwa kujenga kivuli kwa kuku wako na kuepuka jua kali au mvua. Mabati ni bora kwa piga paa kwa sababu ni rahisi kusakinisha na kuhimili hali ya hewa ya mvua na jua. Hakikisha paa linakuwa na mwelekeo mzuri ili maji ya mvua yapate kutoka kwa urahisi. Hatua ya 4, kufunga madirisha na milango. Madirisha na milango vinapaswa kuwa na meshi ya chuma ili kuzuia wanyama waharibifu kuingia ndani. Madirisha lazima yawe na ukubwa wa kutosha ili kutoa mwanga wa kutosha na kupitisha hewa safi ndani ya banda. Milango pia inapaswa kuwa rahisi kufunguliwa ili kuku waingie na kutoka kwa urahisi. Hatua ya 5, kuweka mfumo wa maji na chakula. Banda bora la kuku linahitaji mfumo mzuri wa maji na feeders. Hakikisha kuwa drinkers zipo kwenye sehemu ambazo kuku wanaweza kufikia kwa urahisi. Vilevile, feeding trays inapaswa kuwa na nafasi ya kutosha kwa kuku kula kwa amani. Hatua ya 6, usalama na usafi wa banda. Banda lako linapaswa kuwa na usafi wa kila wakati. Tumia madawa ya kuua vimelea na vifaa vya usafi kutunza mazingira ya kuku. Pia, hakikisha banda linapata hewa ya kutosha ili kuku wasikose oksijeni. Kama unataka kuku wako wawe na mazingira bora ya kukua na kuzalisha mayai bora au nyama, ujenzi wa banda bora la kuku ni muhimu sana. Fuatilia hatua hizi kwa makini na hakikisha unazingatia vipimo, vifaa na hatua zote za ujenzi. Kumbuka, kila hatua ni muhimu. Kama umejifunza kitu kipya kutoka kwenye video hii, tafadhali bonyeza like, shiriki video hii na acha komenti yako hapa chini. Usisahau kubonyeza subscribe na kugusa kengele ili upate taarifa za video zetu mpya. Asante kwa kutazama na tutakutana kwenye video zinazofuata.